Kwa sababu wewe ukiwa katika siasa, ukiwa katika mrengo ambao umechagua, unatakiwa ubakie katika mrengo wako ili ujiandae na serikali nyingine itakayokuja. Sasa wewe ukiwa uko unaogopa, unahama nyumba yako, unaenda kujenga nyumba ambayo si yako, ukisema unataka maendeleo, wewe katika lugha unaitwa mnafiki, ama sivyo? Tena ni msaliti pia vile vile. Tena inaonekana wewe ni mtu ambaye unajali maslahi yako wewe mwenyewe binafsi. Kwa sababu wengi wala wanaojidai hata wanakwenda pande ile kwa sababu ya kuangalia maslahi ya watu wao, si ukweli huo. Ukweli ni kwamba wanaenda kwa maslahi ya wenyewe binafsi. Hii Kenya, kama tutaweza kumaliza watu kama hawa ambao hawana msimamo, hawana mwelekeo, ni waoga. Mbona sisi tumebakia katika upinzani kutoka tuanze siasa paka leo na hatujajali? Bado tumesimama imara na tuko imara paka sasa. Unaogopa nini wewe kuwa katika upinzani? Pesa si lolote katika hii dunia. Kama kuna pesa walikuwa nazo wafalme waliopita na wameziacha ama wakuziacha. Kwa ufupi nasema, na nina saa kubwa hii, anybody ambaye yuko katika siasa ajifundishe jambo moja. Kwanza awe mkweli. Na kuwa mkweli ni kwamba useme mimi niko katika mrengo wa nani? Wa baba, ama sivyo? Ukinyesha, ukitoka jua, mimi niko wapi? Niko hapa. Lakini ukweli ni kwamba serikali haitakiwi kuwa ati inaangalia huyu ni mrengo wake au si mrengo wake. Serikali ni ya watu wote. Kwa sababu everybody analipa nini? Analipa taxes. Kwa hivyo ikiwa kuna jambo ambalo linafanywa kwa nchi, inafanywa kwa nchi nzima. Kwa sababu wakati unaposhika kitabu cha kuapa, unaapa kusema nini? Nitaitumikia nchi hii ama taifa hili pamoja na Wakenya wote, ama useme namna hiyo. Na ikiwa unaenda kinyume chake, Jumangao amesema utaitwa nani wewe? Sasa na yule anaitwa mnafiki, adhabu yake kwa Mungu ni kubwa sana. Kwa ufupi, siasa za Kenya ni lazima zibadilike. Unapokuwa umeshachukua mamlaka, wewe sasa umekuwa rais wa nchi nzima. Unasahau habari ya chama chako. Unasahau habari ya nini? Ya chama chako. Unasahau taifa zima. That is how you're going to be called a nationalist. That's how you're going to be called a leader. Otherwise, ukisema sasa hawa ni wangu, hawa si wangu, hawa watapata futari, hawa watapokonywa, tutajiuliza maswali. Hili ni taifa la aina gani? Ni taifa la kuwa ni kampuni, na wengine ni madirectors, wengine ni mashareholders, wengine pengine namna hiyo. Na hakuna dunia mzima serikali inayoendeshwa namna hiyo, isipokuwa serikali ambayo tumeona hivi juzi ya GACHAGUA, ama sivyo? Lakini tusimameni imara na tusiwe watu wa Western. Mnajua nyinyi watu wa Western, kuna wale wadudu wale, unaitwa nani wale? Kumbi. Unawekewa taa tu na maji, alafu unajipeleka mwenyewe. What happens? Unaliwa mzima, hata ungoji ukafa, watafunwa tu. Ni kweli maskweli? Tujichunge na sisi ambao hata tuko hapa. Usije ukajishongeza, utashika utafunwe mzima. Kwa ufupi, naomba hilo liingie katika vichwa vyetu. Mimi nimekuwa katika upinzani na RAILA kutoka 1990. Na mpaka leo sijaingia katika serikali yote. Hata serikali ya nusu mkate mimi sikuingia. Niko nje. Lakini mpaka leo niko hai ama siko hai? Na niko na msimamo wangu, siko na msimamo wangu? Naheshimika ama siheshimiki? Haya basi, wewe wataka ukubwa wa ubepari, ukubwa wa olewa, ukubwa wa uraisi, wajipeleka kila mahali. Kwa ufupi, tujionye jamani. Tuwe na thamani. Tuheshimike. Wewe ukiwa utakuwa namna hiyo, then utaitwa kiongozi. But otherwise hujulikani mchana uko wapi, usiku uko wapi, then wewe unaleta kitu inaitwa confusion in politics. Wa hayo mengi, baba, tunakuombea Mungu
Mungu akupe hai, kwa sababu wewe umeleta watu hao wote pamoja, na Kenya mzima inakutazama wewe kama baba. Hata wengine wanakuchukia, lakini wanasema kama baba hayuko katika hino nchi itakuwa na shida. Kwa ufupi, Mungu awape nguvu nyinyi viongozi wetu. Ndugu Kalonzo, mimi nakusifu sana, wewe umesimama imara. Ndugu yangu bwana Ambesa, umesimama imara. Martha Karua, umesimama imara. Ndugu yangu Eugene, umesimama imara. Wajakoya, ulikuwa pande ile, ukavuka ukaja huku kwenye shida, kwenye tear gas. Mungu akubariki sana. Kwa hayo mengi nasema Mungu ambariki kiongozi wetu Raila pamoja na wenzake, na sisi Mungu atupe kitu naitwa msimamo, na ndipo taifa hili litaitwa taifa. Otherwise litakuwa taifa wanajipeleka kama panzi waliwe wakiwa wabichi. Haji Senator Mombasa County, Omari Mwinyi ni mbunge wa Changamwe. Nitamwalika dadangu Hamida aseme machache, kwa sababu chini mkasema kwamba hatuthamini uongozi wa wanawake wa kina dada. Karibu Senator Hamida. Maybe just a quick announcement as Hamida comes. Driver KCC 420A, it's very urgent. Please go where you have parked your car. Driver KCC 420A, very urgent. Thank you. Kwanza nawashukuru maseneta wenzangu, ndugu zangu wote kwa kuweza kufika hapa, wabunge na wengine wote, kwa kazi yote yale. Tumekuwa kazi bungeni, makazi mengi sana, lakini sote tumepata nafasi ya kukaa na baba, kupata nafasi ya kukaa na mzee wetu ili kula na kuzungumza machache na yeye, asikie sauti ya wanawake. Baba, kwanza nataka kushukuru sana kwa wewe kunipa nafasi kama nominated senator mwanamke Muislamu peke yangu kupata hii nafasi. Mimi ni mtoto wa mtaani tu. Mimi ni mtoto nimezaliwa hivi tu. Siwezi kusema kuwa nimekuwa na nafasi yoyote. Lakini baba akanionea nafasi na mimi akanipa uongozi. Wallahi Allah atampa jaza yake. Na mimi na wapromise pamoja na wengine wanaume ngangari ni kuwa saa zile maandamano na sisi tupo na mahijab zetu, na kukiwa na tear gas sisi tupo na mahijab zetu. Tunasema hata sisi wanawake wa Kiislamu sauti zetu lazima zisikike. Kwa hivyo hatujakuwa na unyonge. Hata hii Ramadhani kumekuwa na maandamano, tumekuwa sote pamoja. Wallahi baba, utaka kujua kuwa sote tuko nyuma yako. Kuna ma MCAs hawakuweza kuwa recognize. Mheshimiwa Maliun Ali, yeye ni Deputy Speaker County Nairobi. Takbir. Tuna Honorable Fatia Abdalla hakuweza ku MCA Nairobi. Tuna Honorable Mama Fatma Ibrahim former Iyala. Tunakutambua sana Mama Fatma, na Honorable Fatma Pixi. Fatma, tafadhali. Mheshimiwa County Nairobi, tunawarecognize sana. La pili baba, tunasema kuwa sasa kwanza Waislamu tuko kwenye kiamu leili. Na waomba Waislamu ndugu zangu, tushikamane, tukiamka kusali hizi siku 2-3 zimebaki. Wallahi tuombeeni nchi. Tuombeeni nchi. La kwanza ni nchi, kwa sababu mnaona vile tunaendelea. Kwa hivyo wallahi na hii kiamu leili tuamke, tuombe, na kama baba alidhulumiwa arudishiwe kila alidhulumiwa. Allah yeye mwenyewe anajua vile amefanya, lakini yeye mwenyewe bwana huyo anaitwa nani, bottoms up, yeye mwenyewe sasa hivi vile wanavyofanya wanajiingiza kwenye shimo. Lakini ya kwake nataka kusema baba, ya kwako ipo na Allah atakupa. Kwa hivyo hata usiwe na wasiwasi. Lakini kingine of course tunasema ngoja nayo yaumiza matumbo baba. Tupe njia, twende mbele, tukufate. Hii mambo ya hapa na pale nini, tulisema kama ni ya kwake apewe, kama ni baba wa kushika Bible ashike Bible, twende kazi. Nchi tuichukue, baba endelee. Wallahi nasema without any contradiction. Hii kusema kweli uchaguzi, Chebukati nitatumia lugha, alikeketa uchaguzi.
Mimi ni expert wa uchaguzi dunia nzima na nasimama hapa nikijipiga kifua. Mimi baada ya kufanya kwa zamani ya ECK, nimeitwa na United Nations. Nimefanya kazi Sierra Leone, nimefanya Afghanistan, nimefanya Botswana, nimefanya Liberia, nimefanya nchi zote zile zilikuwa na shida, Tanzania, Zanzibar, najulikaniwa. Kwa hivyo nikisema mambo ya uchaguzi, najua Chebukati alikeketa. Uchaguzi huu wa Kenya sijauona. Ulikulwa, ukakulwa, ukafanyiwa, ukaharibiwa, sijawahi kuona. Nasema najipiga kifua, mimi Mkenya, mimi ndio mmoja wao. United Nations zima inanitambua, na wala mimi tu nilitoka United Nations kuja kufanya kazi na baba. Kwa hivyo uchaguzi wote najua na vile ulifanywa, na mimi nilikuwa pale Bomas, na mimi najua chochote kile kiliendelea. Mimi ndio nilikuwa katika upande wa operations tukiangalia uchaguzi. Kwa hivyo hata sina contradiction yote. Uchaguzi ulifanywa vile ulifanyiwa, ukakeketwa, lakini kile nauliza, Chebukati alikula kile amekula, lakini yeye yuko raha mstarehe, alhamdulillah. Alipata kile alipata, yeye sasa ndio anakaa akitucheka sisi. Wallahi adui wa kwanza ni Chebukati, na yeye ndio anafaa kulaaniwa vikali. Wallahi dunia yote inaungua kwa sababu ya Chebukati wa kwanza. Laanatullah. Yeye ndo anafaa kulaaniwa. Cha mwisho baba, tunasema tunasubiri tuone mwelekeo, na sisi na kama kina mama, mimi hapa nimesimama kama sauti ya kina mama. Nasema tuko tayari, tuko ngangari, tutashikana, wetu upe tu mwelekeo na tutakwenda. Tuko na watoto wetu tunawahofia, tuko na ndugu zetu, na siku zote kina mama ndio wanaumia zaidi. Saa hizi chumvi tutapata wapi? Hatuwezi kuombana chumvi, hatuwezi kuombana sukari, manake kila mtu anaficha kile yuko nacho ni kidogo. Baba, tunaomba tupe mwelekeo, na Waislamu sisi tuko nyuma yako. Shukran. Na washukuru sana, asanteni sana kwa nyinyi kuweza kufika hapa leo, especially kina mama. Kina mama hoye. Shukran sana. Asante Mheshimiwa Hamida. Baba, kwa kusema ukweli, katika bunge la safari hii, wale ambao umetaua kuwakilisha kina mama katika mrengo wetu wa Azimio ni kina mama ngangari kabisa, kwa sababu tumewaona wanavyojibeba katika bunge la Senate, michango yao katika bunge la Senate, na vile wanavyofanya kazi. Ni watu ambao wako na msimamo 100%, hawawezi kutulet down. Asante kwa hilo baba. Kwa sasa nitamwalika Mheshimiwa Waziri wa Malwa, lakini kabla ya kumleta waziri, nataka ndugu yetu Seneta Sifuna awasalimie. Mvaa kanzu nzuri. Itakuwa si sawa amevaa kanzu yake nzuri asije akawa mkua. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Faki. Viongozi wetu wa muungano wa Azimio kiongozwa na Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga, viongozi wengine wote, Waislamu ndugu zetu na wasalimu, hamjambo. Asalamu alaikum. Mheshimiwa Raila Odinga, unavyojua huu ni mwaka wangu wa 6 nikiwa katibu mkuu wa chama cha ODM, na kwa muda huo wote tumekuwa tukiwa na hizi sherehe za Iftar, tumekuwa ukitupeleka kule Mombasa. Kwa hivyo wakati huu nikiwa seneta wa kaunti ya Nairobi, nafurahi sana kwamba tumeweza kuwanyang'anya ndugu zetu wa Mombasa hii sherehe tukaileta humu Nairobi, kuashiria kwamba na sisi vijana wako Nairobi tunazidi kukomaa. Ama namna gani? Watu wa Nairobi mko hapa? Simsimame kidogo tu waone kikosi cha Nairobi kiko hapa. Asanteni sana. Kwa hivyo ndugu zetu wa Mombasa na kaunti zingine zote, mjue kwamba kwa miaka mingine 10 ambayo inakuja, iftari hii itaandaliwa humu jijini Nairobi. Kwa sababu uwezo tunao, hamu tunayo, kila kitu tunacho cha kuweza kuandaa mankuli, si ndio? Asante sana, na nataka niseme kwamba mnakaribishwa nyinyi wote ambao mmesafiri kutoka sehemu zingine katika jiji hili letu la Nairobi.
Mheshimiwa Raila Odinga, na mimi nichukue fursa hii pia kukupa shukrani kwa kuonyesha heshima hii kwa ndugu zetu Waislamu. Mimi kama msomi wa kisheria najua chini ya katiba yetu kipengele cha 8 inasema kwamba hakutakuwa na dini ya kitaifa katika nchi hii yetu ya Kenya. Kwa hivyo wale ambao wanaleta unafiki kutangaza kwamba wao ndio kumjua Mwenyezi Mungu sana, hata nimeona wengine kwenye mitandao wanasema kwa sababu baba ametuandalia iftari hii eti amefuata mfano wa mtu mwingine. Sasa yule Mungu wa Kikristo tayari mlitunyang'anya. Sasa hata hii iftari hatuwezi kula jameni. Mimi najua Mungu ni wetu sote na sisi wote ni vijana wake na watoto wake mbele ya macho yake. Si namna hiyo? Nikupe shukrani tena baba kwa ile heshima ambayo umetuonyesha sisi wana Nairobi. Kama mnavyojua, baba ameniteua kama baadhi ya wale ambao wanatakiwa kukutana na hawa ndugu zetu kuzungumza masuala mazito yakiwemo bei na gharama ya maisha ambayo mmehitaja hapa. Kama kiongozi wa jiji la Nairobi nataka niseme asante kwa niaba ya wana Nairobi wote ambao wako hapa. Na wametoka pembe nyingi hapa, sehemu zote za Nairobi zimewakilishwa na hiki kikosi ambacho umeona wamesimama hapa. Na nimechukua fursa kuwauliza kila mmoja wao kule mlikotoka, kama kuna mtu ambaye ameona huu unga tunaambiwa ni wa shilingi 150. Wananiambia wote hawajaiona. Labda wale Mombasa unga wa 150 kama umefika gavana utatueleza. Haujafika, si ndio? Kwa hivyo tunataka tuwe na uongozi ambao watu wanasema ukweli. Ya kwamba usiwadanganye wananchi ambao inatakiwa wewe waongoze. Si namna hiyo. Kwa hivyo sisi baba tuko nyuma yako. Tayari kiongozi wetu Mheshimiwa Otiende Amolo amewaandikia wale 6 wa upande ule. Tumemtoa mmoja ambaye sisi hatumtambui baba kwa sababu ni mmoja wetu. Amewaandikia barua akawakaribisha kwa hafla kama hii. Tutakunywa chai na wao pale Serena, tuzungumze haya maneno kama wanataka kuja kuzungumza. Lakini vile ambavyo mmetoa amri leo hii, haya mazungumzo hayatafanyika ndani ya bunge kwa sababu ndani ya bunge kuna unafiki mwingi. Hata leo hii tumeona huo unafiki. Kwa sababu mimi kama seneta wenu Nairobi naweza kubonyeza kidude pale eti nataka kuzungumza, kuchangia mswada. Lakini yule ambaye ni speaker anaangalia hicho kibao chake, akiona Sifuna anajua hapa mambo yatachemka, anaangalia upande mwingine. Wakati moja baba tumeleta mswada kuzungumzia kudorora kwa usalama nchini Kenya, kuuawa kwa waandamanaji wa amani, wale wezi wa mifugo kule Baringo, wale ambao ni wengi ndani ya bunge la Seneti walipiga kura kupinga mjadala kuhusu utovu wa usalama nchini Kenya. Wanatumia nambari zao pale bunge kugandamiza mijadala. Kwa hivyo tunaamini kwamba huu mjadala ambao tumeuanzisha hapa hatuwezi kuuzungumzia ndani ya bunge, na ndio kwa maana tunasema mazungumzo haya lazima yafanywe nje ya bunge. Hata kama yataongozwa na wabunge, tuwe chini ya vinara wetu ambao wanatuelekeza kila wakati. Kukisemekana kwamba tumeshindikana na kama tutakosana, sisi tunajua kama tutakosana na hawa watu, tutakosana juu ya unga. Hakuna swala lingine. Kama kuna swala lingine, kama unasikia eti unaweza kupandisha hata bei ya unga na ya chumvi, kweli hili ni taifa la aina gani? Kwa hivyo lazima tuseme sisi ambao mmetuchagua, muweke imani kwetu kwa sababu sisi tutasimama imara. Vile Sheikh rafiki yangu Juma Ngao amesema sisi ni watu wa msimamo. Ije jua, ije mvua, sisi tuko nyuma yako Mheshimiwa Raila Odinga na kikosi kizima cha Azimio la Umoja. Na wakaribisheni Nairobi. Asanteni kwa kunisikiza. Asante Senator Sifuna. Amesisitiza zaidi mambo ya unga. Na mwajua watu wa Western kwa sima. Governor 001 Abdulswamad Sharif Nasir. Umesikia challenge hapa iliyotolewa kwamba hii iftari huwa iko Mombasa. Na baba kutoka ugatuzi uanza amekuwa akifuturu na sisi Mombasa, hata wakati wa corona alikuja tukafuturu. Kwa hivyo kazi kwako. Zibaki siku 3, lakini hata kama siku 3 zimkwisha, si bado wafunga 6. Tutaja kula 6. Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Assalamu alaikum. Kwanza nishukuru sana baba kwa kuandaa iftar hii, na niwashukuru nyote kupata nafasi kuja tuwe pamoja. Tulikuwa na maandamano na tukawa na maimamu, tukawa na maaskofu, wakaja wakauliza baba na timu yetu ya Azimio
ya kwamba sababu ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, na vile vile tulikuwa na Pasaka kwa Wakristo na Wayahudi walikuwa na Passover, tukasema tusitishe maandamano ili tuweze kumaliza yale ambayo yako mbele yetu kwa mwezi huu mtukufu. Na baba alionyesha heshima kubwa sana na uongozi wetu wa Azimio kuheshimu Waislamu, Wakristo na Wayahudi kusitisha maandamano haya. Na ndio sababu tulikuwa tumesema hadi Ramadhani ikamilike, baada ya wiki ijayo ndio tuendelee na maandamano. Na maandamano yetu sio ya kujitetea sisi wanasiasa, ni kutetea wananchi wa Kenya. Wenzetu walio mamlakani walisema eti siku ile wataweka Biblia chini, bei ya unga itafanya nini? Itashuka. Sukari, stima, kila kitu na mafuta itafanya nini? Itashuka. Siku 100 haikushuka, siku 200 haikushuka, miezi 7 sasa haijashuka. Tumeelezwa eti wiki ijayo itashuka. Bado tunangoja tuone. Lakini baada ya Ramadhani kukamilika, mnatupa ruhusa tuendelee tusukume hii watu. Tuweke pressure unga ishuke, ifike shilingi 100. Baba, tumepewa idhini. Sasa wacha tujiandae. Na pia tuseme ya kwamba yale tunapigania pia ni yale yatatetea ugatuzi katika taifa letu. Kiangalia historia ya Raila Odinga, kiongozi wetu wa Azimio, amesimama na Waislamu tangu nyakati za babake marehemu Jaramogi Oginga Odinga, siku za kina Masinde Muliro, walitembea na Waislamu kama kina Bamarizi, Profesa Rashid Mzee, kina Sheikh Namoya, Sheikh Balala, na huyu Sheikh Juma Ngao amekuwa karibu sana, akimshauri sana baba. Na hata yale wenzetu wa Kenya Kwanza waliteleza, yeye ameambia mzee, tafadhali msijifanye Waislamu siku ya leo, muache Waislamu wafanye mambo yao, alafu muje tujimuike pamoja, tufutari pamoja. Mimi ni Mkatoliki, Mkristo Mkatoliki. Baba ni Mwanglikani. Stephen Kalonzo Musyoka ni wa AIC naamini. Lakini wao hata nikiwaalika kanisani mwangu nikiwa Mkatoliki, nawaambia hapa tumefika sasa, msidhubutu kuja kupokea sakramenti. Msione mimi nikisimama mnifuate. Hapa nyinyi mfanye nini? Mtulie. Sababu hata Wakatoliki wenyewe, sio Wakatoliki wote, ni wale Wakatoliki wametayarishwa kupokea nini? Sakramenti. So wametakazwa. So lazima tuheshimu dini zote. Na vile vile mimi nimekuwa waziri wa haki na masuala ya katiba. Katiba yetu inapeana usawa kwa dini zote. Na wewe hawezi kuwa rais uingie kwenye ikulu, wewe inatakiwa wewe ndio nguzo ya umoja wa taifa, the symbol of national unity under Article 131 of our Constitution, alafu uanze kubagua watu kwa misingi ya kidini na misingi ya kikabila. Hayo ndio tumeona Kenya Kwanza ikifanya. Hata sisi Wakristo amebagua, ni Wakristo fulani ndio sasa wenye State House. Even mainstream churches kama Anglican, Catholic wamebaguliwa. Waislamu wamebaguliwa. Wahindu wamebaguliwa. Na sisi tunasema hii ni kukiuka katiba ya Kenya. Na haya ndio baadhi ya mambo ambayo tumesema lazima tupiganie haki za Wakenya wote. Mwisho, yale Raila na timu yetu ya Azimio yanapigania ni kuleta usawa na kuhakikisha Wakenya wote katika kaunti zetu zote 47 wanapata haki yao bila ya ubaguzi.
Mwisho nimekuwa waziri wa ugatuzi. Na mimi najua kama kuna wakati ugatuzi uko hatarini, ni wakati huu wa serikali ya Kenya Kwanza. Sasa Wakenya wasiposimama, hii mambo ya ugatuzi tuliopigania sana kwa miaka 20, na ugatuzi uliwawa wakati tulikuwa na uhuru mwaka moja 1964, majimbo yaliwawa. Na sasa tumeona ile KANU ya zamani, hawa walioko kwenye uongozi ni wanafunzi wa Nyayo na wako wanafuata Nyayo. Wanataka waue ugatuzi tena, starting by starving our counties. Hadi sasa kwa mara ya kwanza wafanyikazi wa umma hawajapata mishahara. County zote hazijapata haki yao. Nasira kwa hapa, gavana wetu wa Mombasa, atatuambia miezi 4 mimi nimekuwa Kitale, ndugu yako na tembea ameniambia 4 months hawajapokea pesa yote. This is the 5th month. We are seeing attempts to kill devolution. Na sisi tumesema not under our watch. Baada ya Ramadhan, we are going to fight to defend devolution, to defend democracy, na kusitisha mambo ya ukabila, mambo ya ubaguzi, na vile vile mambo ya ufisadi. So sitaki niseme kuliko hapo, nataka niwashukuru na nilete wenzangu waweze pia kusema nanyi. Na tuko na jamaa moja alikuja na sufuria siku moja, hatukujua anamaanisha nini. And that sufuria has become a symbol of our national resistance movement. Huyu jamaa anatoka Ndaragwa, anaitwa Jeremiah Kioni. Nimesikia hii sufuria inakera Ruto sana bwana Kioni. Lakini tumeambia Kioni, hiyo sufuria usiweke chini. Hata unge ikiwa 150 usiweke chini, hadi unge ikue shilingi 100 ngapi? 1. Mnakubali aendelee kubeba sufuria? Kioni, karibu. Kidogo nilisahau sufuria leo. Assalamu alaikum. Yangu imekwisha. La kwanza ni kusema kwamba niko na furaha kuwa katika sherehe ya leo. Jioni hii ni mara yangu ya kwanza kuhudhuria kikao kama hiki. Na namshukuru Baba kwa sababu ni sababu yake mimi nimeweza kuketi hapa ama kuwa pamoja nanyi. La pili pia ni kusema ni asante sana kwenyu kwa sababu wale wengi wetu ni kwamba tunajua kwamba nyinyi mmekuwa watu ambao wanamshikilia Baba tangu mwanzo, na ni vizuri kuendelea kumshikilia. Mimi niko katika chama cha Jubilee na nimetoka kule Mount Kenya, na isipokuwa Mama Martha Karua imekuwa mimi tu na yeye pale kwa muda mrefu. Wale wengi kutoka Mount Kenya ni wale wako ndani ya ile kampuni ambayo inaitwa nini? Inaitwa UDA Kenya Limited. UDA Kenya Limited, na wao ndio wachache, 30% of the people who voted in this country. 70% ni wale wako hapa, na kama vile Elia alisema, then this becomes the Republic of Kenya. So it's a choice that you make, whether you belong to the company called UDA Kenya Limited or you belong to the Republic of Kenya. And I believe that Baba is the one leading the Republic of Kenya. Na ni vizuri pia niseme ya kwamba nimesema wale wengi ni wale Wakikuyu, wengi ni wale wako ndani ya ile kampuni, na sio kwa sababu ni wote wako kule, ni kwa sababu tulipopiga kura 2022 mwezi wa 8, pahali wizi ulitokea kwa njia ya maajabu ilikuwa katika Mlima Kenya. Nimesema nitarudia hapa ya kwamba kula ambazo tulimpatia Baba kule zilikuwa kula 2,600,000. Kati ya zile ni 1,800 peke yake Chebukati alikubali sihesabiwe. Sigine alimpatia mkubwa wa kampuni
ya UDA Kenya Limited. Na hivyo ni kusema kwamba hata kule katika Mount Kenya, na hivi karibuni nina imani ya kwamba mtakuja kuyaona, mtaona ya kwamba baba ako na wafuasi wengi sana. Na sio kwa sababu lingine, ni kwa sababu mambo ambayo amekuwa akiyatetea tangu alipoanza siasa ni mambo ambayo yanawahusu wa Kenya wote. Hali ya Mkenya mwenye hana sauti. Na ni vizuri tuendelee kumsikiza na kumfuata na kumuelewa, kwa sababu tuko na ndugu yetu Kalonzo Musyoka ambaye pia amekuwa katika hizi harakati, amepabana pia. Of course tuko na mama, sijui sasa Amina Martha Karua ako wapi? Tuko na yeye pale. We have them as our leaders pale, na we tunawapenda, we value them. Lakini pia ni vizuri kutabua kwamba baba uwezo wake ya kisiasa wakati huu Kenya hii hamna mwingine yote ambaye amemkaribia. Na ukitaka kujua siasa za kesho, wewe karibia baba. Huko kwingineko kwa kampuni utapotelea bure, utakuwa ni kazi ya kupoteza kazi yako ama nafasi yako. Nilikuwa nataka kusema ya kwamba haya ambayo tunafanya, na ni vizuri tueleweke, tusipopata nafasi ama tusipochukua nafasi hii tulete mageuzi ama mabadiliko katika hali ya kupiga kura Kenya hii, yale ambao tumekuwa tukilia juu yake kwa hiyo miaka yote, bado tutakuwa na hiyo shida 2027. So we have a rare opportunity as Kenyans this time round to ensure that we have changes, we have reforms in this country that will guarantee that we have a country going into the future, and a country that we can give a hand over to our children. And it is a rare opportunity. Mimi nakwenda kuambia hivyo, tukimruhusu jamaa mkubwa wa kampuni aponyoke hapa na aigie katika mambo ambayo anayasema bila sisi kuleta haya mageuzi, basi mambo ya Kenya inaweza kuwa ni Kenya ambayo tunaisoma kwa historia. Tuko na vijana wengine ambao ni wanajubilee hapa, na nimeona hata MCA wa Karani Sumama tu, huyu ni wa Jubilee. Vijana, huyu kijana amekuja, wale wengine walipokuwa hawa ni watu ambao tumekuwa nao ndani ya Jubilee, na kuna wengine wengi. Hawa ni wale ambao wamekatalia pamoja nasi, na niseme ya kwamba mimi niko hapa kwa sababu niko pale Mheshimiwa Uhuru Kenyatta anataka kuwa. Nampokea salamu zake jioni ya leo, na mjue ya kwamba hii safari ambayo tuko nayo ako ndani yake, kwa sababu yeye ndio chairman wa AZIMIO Council. He said that he is retired but not tired, but he also told us wale ambao wako ndani ya Jubilee, akatuambia na sauti moja ya kwamba kiongozi wake ni Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo unapowaona wengine ambao wameteuliwa kule kwa zile kamati zingine kama Kenan, na ni vizuri achauliwe na wale wako hapa, huyo ni mtu ambaye amepotea njia. Na nafikiri Gao alimpatia jina, alisema na Kenan, wasema nini? Mtu munafik. Huo ni wanafik. Huwezi kuwa katika AZIMIO Jubilee na unaenda kupeleka mambo yako pande ile nyingine, haina maana. Wewe ni mdaganyifu kiasi ya kwamba haijulikani dunia hii, na wewe kuja pahali na hata kaa kado, kwa sababu hata ukiwa pande utasubua sisi. Wewe kaa kado ya hatuwezi tukamwamini kama one of our delegates kama Jubilee kwa hicho kikao cha watu wa 7. Hatuwezi sisi. Na hatuwezi tukamwamini akiwa pande ile, huyo ni mtu mkatili kati ya wale wengine, na ni vizuri kila mtu akuje kwa rai. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Sasa kutoka Western Kenya tuko na jamaa amesoma sana, na yeye ni profesa wa sheria, lakini pia ni mwanasayansi. Yeye ni mwanasayansi wa mizizi, roots party wa ile sayansi nyingine. Nataka niwaletee sasa Profesa George Wajakoya. Asante sana Mheshimiwa Eugene. Wasalamu alaikum.
Mimi nikisimama hapa mimi ni baba watoto watatu wa Islamu. Mtoto wangu wa kwanza na wote wamezaliwa Uingereza, wako kule lakini wanakuja mwezi ujao. Mtoto wangu wa kwanza msichana anaitwa Hajara. Hajara kwa Kiislamu ni mawe, si ndio? Kijana ambaye anayemfuata anaitwa Shafik. Yeye ni mchezaji wa mpira kule Chelsea. Alafu msichana wa mwisho ambaye anafanya udaktari kule Cambridge anaitwa Salima. Na mimi nimekuwa na historia mrefu sana na Waislamu kule London, wakati wa Sheikh Balala, Bwa Mtume Swaleh, wakati Waislamu walipokuwa fukuzwa hapa na katili moja anaitwa Moi. Mimi ndio niliokaa nao tukaunda ile Waswahili Welfare Association kule London, na imechukua wengi Waislamu kule. Kwa hivyo nilipokuwa kule nikipigania nchi hii, Waislamu ndio walinilea mimi. Ndio kwa maana nimechukua Uislamu kwa hali nyingine na nimeupandiza kwa hali ya juu. Nilipokuwa nagombania urais hapa, hata mimi niliibiwa. Na utakuta wanasiasa wengi sana hapa. Utakuta wanasiasa wako na ubinafsi. Hutamkuta yule mwanasiasa ambaye atasema hata Wajakoya pia aliibiwa. Kweli rongo? Isipokuwa baba Kalonzo Musyoka, mama Martha Karua Kioni na mheshimiwa Eugene, au tumeungana tunaelewana, lakini wengine ni ubinafsi tu, ni kusonga tu karibu na baba. Hiyo ni mchana vile Sheikh amezungumza pale, lakini usiku wako pale Sugoi. Wakati tunapigana tukiwa kwa maandamano hawaonekani. Sasa wameanza kujitolea moja kwa moja. Wanafiki hao, si ni wanafiki hao? Na baba, sisi tuko hapa kuchungia baba. Hata ruhusu wanafiki kusonga karibu na baba. Wakija waingie tu, wale ambao waliochaguliwa kwa chama cha mzee waje tu. Mzee sio mtu wa kutawanya watu, lakini tutaangalia na jicho pevu. Umeelewa Islamu? Sasa mimi nitaongea tofauti kwa muda mfupi tu. Nitaongea mambo mangapi? 4. Na nitaongea tofauti na wale wengine waliokuwa hapa. Jambo la kwanza, Waislamu ama Uislamu ndio dini ya kipekee ulimwengu mzima ambayo imedhulumiwa na ikawekwa msalabani. Kweli rongo? Waislamu hawana holiday yao. Wakristo wako na holiday yao. Wakristo wako na Christmas yao. Ukikuta Wakatoliki wako free Sunday. Wa Seventh Day Adventist wako free Saturday. Waislamu wanapewa lisali moja Friday. Nitaomba baba hapa akiwa hapa kwamba baba akichukua ushukani maendeleo ya nchi hii, Waislamu lazima atapewa holiday yao kila Ijumaa. Na mimi namuomba baba anajua tushaongea. Ya pili, watoto wa Kiislamu katika nchi hii, watoto wa Kiislamu katika nchi hii wako na sheria tofauti kati ya wale watoto wa Kikristo katika nchi hii. Kuna ile kitu inaitwa Anti-Terrorism Act. Na watu hawataki kuongea. Ni kujibamba tu, bamba. Ongea ukweli. Mtoto wa Kiislamu, wa Kiwaria, wa Kisomali, akipatikana ama mtu aende katika polisi aseme ya kwamba huyu mtoto ni terrorist, huyo mtoto anashikwa, akipelekwa kule anawekwa ndani 14 days. Constitution inasema nini? When you are arrested, you should be produced before the court within 24 hours. Sindio? Mbona watoto wa Kiislamu wanawekwa kwa hiyo 14 days? Hiyo sheria ni mbaya. Si ni mbaya? Na nyinyi ni wanasheria mko hapa. Mbona mnakaa wanabunge? Muangalie kule. Ya mwisho manake najua baba yuko pale. Mimi nimekuja kuungana na baba kusoma dini ya baba. Na sijaanzia leo. Nilianza zamani na baba yake kule Uingereza. Bila baba sikuwa mtu mimi. Mimi niko shule ya baba kusoma. Na nimesoma mengi mpaka hata nimepata moshi. Natembea na moshi katika tumbo yangu. Na ikiwa baba mwenyewe anaweza kuchukua hiyo moshi akae nayo, mimi ni nani nisichukue hiyo moshi? Na kwa kina mama wa Islamu, nawashukuru sana. Wale ambao wako hapa, msife roho, msife moyo. Na katika serikali ya baba, nitaomba baba tena kuwe na polisi maalum ya kudili na wale wakatili ambao wanapiga kina mama. Asanteni. Senator Fakia ameniambia kwamba huyo sio Professor George Wajakoya, ni Professor Jamal Wajakoya.
Sasa kwa heshima kubwa, vile Senator Sifuna amesema, Iftar tungekuwa kule Mombasa. Juzi tumekuwa kule na gavana wetu ametu host, na kati ya mikutano 20 tuliofanya, ile ilifana sana ilikuwa mkutano wa Mombasa, na tulikuwa hosted na gavana wetu wa Mombasa. Nimesikia Mudavadi anasema jana ati Mombasa gavana hayuko na sisi ndio sababu hatujaona maandamano huko. Ajui ya kwamba the Likoni meeting was one of the greatest AZIMIO meetings we had in the Republic of Kenya. Ajui ya kwamba gavana tayari ametualika baada ya Ramadhan tunarudi kule Mombasa. So Musalia na wana Kenya Kwanza, your celebration will be short-lived. Na tukitoka kule pwani pia tumealikwa na gavana wa Wajir. Tumekuwa naye kule Stony Earth juzi. Waislamu wako na baba, Northeastern yote kutoka kule Mandera, Garissa hadi pwani solid walikuwa nyuma ya nani? Ya baba. Nataka nimwalike gavana wetu His Excellency aje aongee nasi ndio tulete His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka. Gavana, karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My brother, you're not tall, you're long. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza, asiyeweza kumshukuru binadamu na Mwenyezi Mungu hatawahi kumshukuru. Mimi kwanza, kabla sijaanza kuzungumza, sina fadla za kuwalipa wale walioko hapa. Watu walijitokeza, wajumbe walioko hapa, dada zangu upande huu wakajitokeza na wakakaa katika vituo. Watu walijitokeza, hata ndugu yangu Sifuna, my leader Stephen Kalonzo Musyoka, who I want to publicly declare that I am indebted to you for the support. My party leader Jeremiah, who we served, of course, Waziri wa Malwa Ajakoya pia alikuja kunifanyia campaign. Mama Martha, without a shadow of doubt, was extremely instrumental. Dadangu Amina hapa, tear gas ya kwanza alipigwa kule alipokuwa anatetea sisi katika vituo. Hamida. So kwanza, kabla lolote, wale wa Mombasa hapa najua tushashukuriana mara nyingi, lakini nipeni nafasi leo niweze kuwashukuru, na washukuru sana sana sana. Mulikuja mukajitolea bila hata lolote. Mimi tu nilikuja nikashtukia, nikaona watu, huyu ameenda kituo hiki, huyu ameenda kituo hiki, huyu ameenda kituo hiki. Kwa hivyo shukrani za dhati. Pili, Your Excellency, tabia zetu sisi Waislamu, nyakati kama hizi Ramadhan, huwa tunakumbuka zile Ramadhan pia zilivopita. Mwaka ujao kuna watu watazungumza ya kwa Ramadhan hii iliyopita ilikuwa iko hivi na hivi na hivi. Na mimi katika kukumbuka Ramadhan siwezi kumsahau mzee wangu aliyenizaa. Na Mwenyezi Mungu awaeke wazee wetu wote pema palipo na wema. Lakini katika hali ya kukumbuka, nakumbuka wakati siku ya kumzika marehemu mzee, kati ya watu walokuja kuomboleza pamoja na familia na kunishika mkono ilikuwa ni wewe, Raila Amolo Odinga baba. Na baada ya pale ukanilea kwa mrengo ule wa kisiasa. Sisahau Your Excellency, na nataka kutaja
mambo mawili peke yake. Wakati mmoja, sijui kama utakumbuka Your Excellency, lakini tulikuja katika ofisi yako na aliyekuwa mjumbe Zulekha kuhusiana na mambo ya watoto wa kike wa Kiislamu walikuwa wanadhulumiwa kwa sababu ya hijab katika shule. Tukapeleka miswada haya ndani ya bunge, na I remember on that day ukaweza pia kuongea na mbunge mwingine ambaye si Muislamu, lakini ukatuambia ya kwa hili lazima liangaliwe kwa msingi wa kila mmoja. Ukiangalia haki za watu, angalia haki za kila mmoja. TJ Kajwang, kwa sababu waliokuwa pia wakidhulumiwa walikuwa ni SDAs. Katika watu walikuwa wakidhulumiwa ni Wakorino, na tukaweza kupitisha miswada katika bunge. Ni mengi, lakini la pili, Your Excellency, wakati nilipokuwa mbunge mara ya pili, ukapiga hesabu zako ukasema sisi striker wetu namba 10 wetu ambaye atakuwa ndio mwenyekiti wa Public Investment Committee ni huyu ambaye kwamba alozaliwa Majengo kwa tumbo la Mama Nasim na Sharif Nasir. Huyu atakuwa ndio striker wetu kuhakikisha ya kuwa anaangalia fedha za umma katika mashirika ya kiserikali yaangaliwe kinjia gani. Na nakumbuka Your Excellency, hakuna hata siku moja uliwahi kuniita ama kupiga simu kuniambia ya kuwa hapa kuna mtu ambaye kwamba ni hivi nataka umtetee, ama kuna mtu hivi nataka ufanye hivi. Bali mimi kwa sababu ya kuangalia na nikiangalia ya kuwa kuna watu hapa wataingia katika mzigo ule, ulinitolea amri ukaniambia usiogope hivi wala hivi. Kama ni haki kuendelewa ni sawa, ni hivi. Yoyote ambaye aloweza kufanya dhulma yoyote mwite katika kamati yako, na ndio nikawa na uso na nikawa na nguvu kuyafanya yale ambayo kwamba niloweza kuyafanya. Mpaka mwisho tukaekewa katika hesabu ya kwa katika waloweza kuendesha kamati na ubora. Haya yote tusingeweza kuyafanya bila support yako, Your Excellency. Na mimi nataka kuambia ndugu zangu wabunge, wale ambao wako katika bunge la kitaifa na bunge la seneti, hivi sasa hivi tumetajiwa na tukazungumziwa kuhusiana na mambo ya walimu wa IRE na CRE. Musihofie wala musiogope. Waiteni wale ambao ni mawaziri, waiteni wale ambao kwamba ni wa TSC waje kuweza kujibu yale maswali, na mimi nawapatia uhakikisho kitu kimoja. One man called Raila Amolo Odinga, mkiona ya kwa hesabu hazitoshi, goteni mlango wake, atawaita wajumbe wote, kwa sababu ametufunza njia ya kwa sawa ni hivi, na mtahakikisha ya kwa mmepatiwa usawa, na itakuwa usawa si kwenu nyinyi peke yake. Kila mmoja ambaye kwamba yuko katika Kenya hii atakuwa na usawa ya kwa hii nchi ni ya kila mmoja. Your Excellency, nikimalizia nataka kutoa shukrani masenators wale ambao ni wa Azimio, na mimi naomba wale masenata wa upande ule mwingine, the role of the Senate is to guard and protect devolution, kuhifadhi ugatuzi. Hii leo sisi tuko sawa na maseneta wetu ya kuwa fedha zinazohitajika katika kaunti ni bilioni 418. Wale wenzetu nataka wakumbuke ya kwa kando na yoyote mengine, sharti la kwanza ni lazima
waweze kuhifadhi, ni lazima waweze kukinga, ni lazima wawe ni ngao ya kuweza kuhakikisha ugatuzi umeendelea. Ikiwa wenzenu wamekubali na bilioni 418, lazima nyinyi kando na kukubaliana 418 museme ya kwa tunataka iongezwe zaidi. Haijawahi katika historia tukapata maseneta ambao kwamba wanakataa yale ambao kwamba kaunti zinataka. Wale walioko chini kule, walioko chini wanahitaji huduma. Wale walioko chini wanahitaji dawa katika hospitali. Wale walioko chini wanahitaji kuhakikisha kwa watoto wao wamesomeshwa na mabasari. Wanahitaji taa katika mitaa, wanahitaji barabara. Hamna hadithi za elfu lela ulela zitaweza kutatua matatizo yetu isipokuwa ugatuzi kuweza kufanya kazi. So nawaomba na nawasihi, kwanza naanza kuwashukuru ya kuwa mmeweza kutetea milioni 418, lakini kuwasihi muinue mkono na muambie wale wengine ya kuwa wasiwe katika mstari wa mbele kuhukumiwa ya kuwa walikuwa katika wale walioangamiza ugatuzi kwa sababu hawakukubaliana na magavana wao. Na mwishowe, na mimi nashukuru hata namuona senator nilikuwa nimeserve nayo Sotsi yuko hapa, amekuwa katika mstari wa mbele kupigana ya kwa serikali za kaunti ziweze kupata fedha. Tumemaliza miezi minne, tunaingia mwezi wa 5. Serikali za kaunti hazijapokea pesa za Januari, Februari, March, April, tuingia Mei. Your Excellency, lao si ile hikma. Kuna mabongo ya kuzaliwa na kuna yale mabongo ambao kwamba watu wanajisomea hapa na pale. Lao kama si ile hikma, leo ningelikuwa nimeshindwa kulipa watu, kesho madaktari wangelikuwa hawako makazini. Leo nimetafuta hikma, nimekaa nikakesha, nikazungumza na mabenki, nikafanya bidii, tukakusanya fedha zetu. Leo tukawa tumeweza kulipa mishahara. Lakini tutaendelea vipi ikiwa fedha haziingii? Kwa hivyo mimi ni kutoa shukrani sana, Your Excellency, the father of devolution. This country will forever be indebted. Asanteni sana na mubarikiwe. Nafikiri gavana umesema yote, lakini ningependa kutuma baada ya wiki ijayo, baada ya Ramadhan, kama pesa za kaunti hazijaingia, tukianza maandamano yetu kama wanaazimio, tungependa kuona magavana wetu wote wa Azimio. Nimesikia gavana wa Iguru, nimesikia gavana Kahiga wa Nyeri, nimesikia gavana kuna yule wa wote wa Mlima Kenya. Gavana wa Kenya kwanza ndio wanalia hata kuliko gavana wa Azimio. Waalike nao wote waje tuandamane pamoja, haki iweze kutendeka. Na mkumbuke yale tuliuliza tukianza campaign kama wana Azimio. Tuliwauliza, in whose hands is devolution safe? In whose hands is devolution? Tuliuliza, hatukuuliza. Mulijibu in whose hands? In whose hands? You had a reason, because huyu baba ndio baba wa ugatuzi. Muliacha baba wa ugatuzi, mukaenda kusimama na mtu aliyepinga ugatuzi, aliyepinga 2010 constitution. What do you expect? Stephen Kalonzo Musyoka, karibu uongee na watu wako. Thank you. Asanteni sana. Assalamu alaikum. Ramadan Karim. Asante sana ndugu Raila Odinga kwa maandalizi haya ya iftar, kwani wewe mwenyewe
you didn't take it for granted, you send us invitation cards. Mimi mwenyewe nilipata, anajua kwamba wewe umegharimia hafla hii. Nilimsikiliza kwa makini sana Sheikh Juma Gao, na munikubalie ni salimu amri hapa kwamba aliyoyazungumza wengine kwa lugha nusu Kiarabu, quoting from the Holy Quran, mengine Kiswahili kingine huko cha mwingi, sema chakula nkula nimekula chakula kitamu, akazungumza maneno ya ajabu. Kama ulinitizama, ilinibidi nipindue kiti na uangalie Sheikh Juma Gao. Hekima nyingi, akazungumza yale ambayo nyinyi kama ndugu Waislamu na dada Waislamu mnayafahamu hata zaidi kutushinda sisi. Lakini sijui ni kitu gani imetendeka Ikulu jana, because aliyazungumzia sana hayo Juma Gao, na ndipo hapo nikapoteza network kidogo. Sijui ni watu gani, lakini nimesikia kwa mitandao jambo hili limenukuliwa. Wakenya wengine wanachekelea, wengine wanastaajabu. Yani you can go to any length to do things that clearly should be done differently. Kwa hivyo mimi tafupisha. Wakati mmoja nikiwa waziri wa mambo ya nje, nilienda Khartoum. Nikiwa kule nikazungumza na aliyekuwa rais wakati ule, President Bashir, Omar Bashir. Kulikuwa shida haswa kuhusu na ndugu zetu wa Sudan ya Kusini. Mimi nilienda mpaka nikazungumza na aliyekuwa rais wa Algeria, Rais Bouteflika, pengine mwingine mnaweza kukumbuka jina hilo. Alinisaidia sana kwa sababu aliongea na Omar Bashir, ndipo wakakubaliana kwamba wenzetu wa Sudan ya Kusini wapatiwe muda fulani ili wajiandae, because msimamo kwamba Khartoum was to remain under Sharia law. And that ilikuwa sasa hapa ilikuwa mapambano makali juu ya swala hilo. Na zungumza hayo, na akazungumza naye Bouteflika, na then akakubali. Then we actually went to interim period kabla ya mambo ya South Sudan kusitiri na kuendelea mbele. Lakini leo hii katika iftar hii tuwakumbuke sana ndugu zetu wa Khartoum, wa Sudan. Vita ambavyo viko kule sasa hivi kienea siku ya 4 vimesababisha maafa mengi sana. And one time we almost actually saying, as AZIMIO la Umoja One Kenya, why don't we demonstrate to the extent that people in Sudan walifikia? Because between President General Burhan na naibu wake Hemeti, ambaye alikuwa upande wa Darfur, rapid service forum ambayo imewasaidia sana. Unified force, Burhani anataka wote majeshi, ikiwa ni wale rapid response ama jeshi la kawaida, wawe kitu kimoja, ndipo basi wawalete wale wengine civilians waunde serikali in the next months, maybe 1 year, because they had said within 2 years. Lakini mambo hayo yote sasa yako hatarini kwa sababu ya vita. Naomba ndugu Waislamu, because Sudan, hasa what remains of Sudan, ingine South Sudan, wengi sana ni wa dini ya Kiislamu. Wakumbukeni ndugu zenu kule na dada zenu.
at least vita hivi vikome, ndipo Sudan ipate angalau kujiandaa kwa siku za usoni. Nilisema wakati ule nilipokwenda kule kama waziri wa mambo ya nje, nikaletewa wasomi sana, wasomi kama Shegao, wasomi wakaniambia nitafute a subject of my own choice, and I said the possible isolation of Sudan. Basi hayo ndio mafikira yangu, tukiwatakieni kila laheri, tujiandae. Who was it who said, was it you, Ndugu Eugene? I don't know whether it was you who talked about the main issue as unga, yes, and the cost of living. Lakini wa Kenya sasa wameelewa kabisa na swala hili la opening the server. Nyungu ifunguliwe. Nyungu ifunguliwe, haki idhihirike, usawa uonekane, na Wakenya roho zao zipone. Yule aliyekuwa mshindi ajulikane. Wengine nasema how will it happen? Everything is possible. Today tulikutana na wenzetu ambao wataongoza shughuli hii. We are saying it's led by parliamentarians. Hata mimi sielewi shida iko wapi. Kusema kweli ni kama watu ambao wanatafuta excuses. Useme wamekataa mambo kama haya. Because this is a parliamentary process led by parliamentarians. The only thing tunasema ni kwamba isiwe chini ya Speaker Kingi na Speaker Wetangula kwa sababu wanaweza wao kwa self interest zao. Na swala hili ni muhimu zaidi kwa ustawi wa nchi yetu na usalama na hata siku za usoni. Kwa hivyo mimi naomba nikome hapo, niwatakieni tena kila laheri. Sijui kama sasa tutaelekea Mombasa by Friday ama tutapasa. I think I want to go by Sifuna's suggestion. Tutaenda huko wakati mwingine, wale watapata nafasi, wale wapati. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Kwa ndugu Waislamu wale hawajajua historia ya Kalonzo sana, amekuwa karibu sana na Waislamu. Naibu wake amekuwa Farah Maalim, si mnajua anatoka kule Garissa. Yule Hassan Omar amekuwa Mombasa, amekuwa Wiper kabla hajahama aingie kule ako, si mnajua hivyo. Sasa nataka nimlete mama ambaye amesimama imara sana na Mheshimiwa Raila Odinga, na ambaye tunajua hiyo sava ikifunguliwa atakuwa mama wa kwanza naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, Bi Martha Karua. Karibu Amina Karua. Na utuletee baba. Assalamu alaikum. Your Excellency Baba Raila Amolo Odinga, my colleagues, leaders in AZIMIO, wale wote mmehudhuria kikao hiki, niko na furaha leo sababu tumefuturu pamoja. Na nina furaha sababu baba alitualika sisi zote kwa hiki kikao. Nataka kutoa shukrani kwenu kama jamii ya Waislamu, mulitupatia support kubwa sana kwa uchaguzi uliopita. Na pia mkatupatia kura nyingi. Twaomba tuendelee pamoja ndivyo tuweze kukomboa Kenya. Najiunga na yale yamezungumziwa na wale wameongea mbele yangu, na sababu naona masaa imeendelea kuyoyoma, nitasema jambo moja peke yake. Kwa nini tuseme sava zifunguliwe? Mnakumbuka tangu 2007 hatuja kuwa na uchaguzi bila ubishi wa matokeo. 2007 tukaunda coalition government. Tukafikiria katiba mpya ikija itasafisha mambo ya uchaguzi, lakini hilo halikufanyika. 2013 ikawa ni shida, 2017 koti ikaona ni shida, lakini koti ikakosa kupeana taratibu za kurudia uchaguzi. Huwezi kuona makosa
utume watu kwa uchaguzi kwa yale makosa. 2022 tumedhulumiwa na koti na pia na Chebukati. Tukiendelea hivyo, uchaguzi utakuja kufanya nchi yetu izambaratike kabisa. Kwa hivyo safari hii tumesema mambo yote ifunguliwe, sava na rekodi zote. Tujue hii mkate ni ya nani. Wawache kutuambia tunataka nusu mkate, hatutaki. Tunataka kujua mkate ni ya nani. Mwenyewe aikule. Kama ni yao tutawapiga salute waendelee. Lakini mimi niko na hakika, hata ukiwaangalia nyuso zao wakisema sava haiwezi funguliwa, tunaelewa mkate itakuwa sio mwingine, ni ya baba. Tunataka ukweli, sio haramu. Kwamba IPPG haikuwa, tulikaa ndani ya bunge, lakini haikuwa it was not under the standing orders. Ilikuwa ni wabunge tu wakaketi, tukawa tunawasiliana na vikundi vikiwa nje. Wakati mambo iliingizwa kwa bunge ni wakati tumepatana. Mambo ya katiba, ndivyo tuwe na sheria za mageuzi ya katiba. Hatukuingia ndani ya bunge, tulikuwa Safari Park, tulikuwa Bomas, kisha mazungumzo yetu ikaletwa mbele ya bunge. Kwa hivyo Dr. Ruto awache kusema mazungumzo nje ya bunge ni kinyume cha sheria. Wacha nikufundisha sheria kidogo. Hakuna mahali katiba imesema Wakenya wa aina yote wasiketi kuzungumza. Katiba inasema tusungumziane. Na hatutaki kuingia mahali mmechafua na muko na nguvu nyingi za kufanya hiyo mazungumzo ikose kuendelea kwa njia ya haki. We want neutral ground. So stop telling Kenyans that talking outside parliament is against the law. Which law? Can you cite the specific clause? Hiyo ni njia ya kukataa mazungumzo na kujaribu kutukalia hata kabla ya mazungumzo kuanza. We want peace, but there cannot be peace without justice. Hiyo ndio nataka Wakenya wote waelewe. Bila kupoteza wakati wowote, sababu mengi yamesemwa na wenzangu, let me invite our leader, His Excellency Raila Amolo Odinga. Asanteni sana, mweza kukaa chini. Waislamu ambao wako hapa, salamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Najua saa imeyoyoma, mweketi sana, sitaki kuwachosha tena. Lakini nataka kutoa shukrani sana kwenu kuitikia mwaliko wetu na kufika hapa ili tuwe na futari pamoja. Nataka tena kutoa shukrani kwa mmoja wenu hapa, Mama Hamida Kibwana. Huyo Hamida huyo tumetoka naye mbali sana, na ni mtu ambaye ako na roho ya kufanya kazi. Alikuja akaniambia, baba, tunarudi Mombasa tena kwa iftar. Nikasema pana, tumeenda Mombasa miaka mingi sasa, mara hii tunafanya iftar Nairobi. Tueleke watu wa Mombasa wafike hapa. Basi mimi nikaonyesha njia na kafuata hiyo njia na kufanya mpango yote hii ambayo mnaona hapa siku ya leo. Sasa mengi ambayo ningesema imeshasemwa hapa. Nilikuwa na speech nilikuwa nimeandika, take it as read. Sasa yale mimi nataka kuongeza ni tunajua wakati huu ambaye tuko katika holy month ya Ramadhan,
kuna Waislamu wengine ambao wako kuna shida. Ndugu Kalonzo tayari ametaja watu jirani wenu hapa wa Sudan. Vita naendelea huko mbaya sana. Wakati huu bado watu napigana, watu wengi wamekufa. Tunaomba Mungu arudishe amani katika nchi ya Sudan. Sasa najua dini ziko aina mbili. There are two types of religion. They are classified philosophically and theologically into two types of religion. There are those that are called redemptive religions. There are those that are called morality religions. What's the difference? Redemptive religions are those that believe in life after death. That you live here, you're born here, you live here, and when you die, it's a place you go. One they call hell, one is heaven. Those redemptive religions are one Christianity and Islam. Then those that you call morality religions. Morality religions don't believe in hell or heaven. They say there is God. Sometimes the gods, the God is here to provide for you, but that reward or punishment is done here on earth. If you do good, you reincarnate. There's what they call a reincarnation. That you can die and you reincarnate. And depending on how you lived here on earth, you can either be rewarded in the next life or punished. In other words, you can be born again as a human being somewhere else, or you can reincarnate as a monkey, as a hyena, or as a snake. That is what they believe in, and they believe in different gods. There you have Hinduism and Buddhism and these others. So that's the distinction between the two types of religions. Now, Islam is very much closer to Christianity. In fact, if you read the Holy Quran and also the Bible, they are written from one book originally. That's, for example, you're talking about creation, they all believe that the first human being on earth was Adam and then an Eve. That's why they call you Bin Adam. Bin Adam. You're one Adam. You're the son of and daughter of Adam. That is the meaning of the word Bin Adam. Bin Adam. So it is written from the same book. Even you talk about Genesis, similar. Even the Gospel, similar. You'll find, they believe, in the Quran you'll find Abraham, Ibrahim. Moses is Musa. Solomon, Suleiman. Jesus, Isa bin Maryam. So all those stories that you find in the Bible, you also find them in Quran. Even the story of John the Baptist is in Quran. There. So the Quran believes is all written from the same book. Of course, I know the Bible as being a Christian and an Anglican from Genesis to Revelation. But I also know Quran from Alif Lamim to Al-Baqarah. So you see, I tell you where we've come with Muslims. And in Quran, there are 5 pillars. Febetano ya Islam. Those are the 5 pillars of Islam. Febetano. The first one is kumcha Mungu. Respect God. 2,
ya swala. 3, kutoa zaka. 4, funga Ramadhan. 5 is ya hija. And the one of prayer. If I pray 5 times in a day, begin early before dawn, that is Al-Fajr. And then there is Adhuhur, there's Al-Asir, then there's Magharib, Isha. I can go on and on and on. So Islam teaches people love. It teaches you to love your neighbor, love one another. Islam also teaches you to respect other people. Respect other fellow human beings. Don't steal. And also don't give false witnesses. It's just like the 10 commandments in the Bible. So here we are together. That's why we have stayed together with Muslims. As a small boy, I used to play with Muslim children. I used to go to the mosque when I was a small boy. We had Ramadan, Asman, Mamadi, all those that used to play together. So I've gone in Islam. I know it. And I know that Islam wants good for everybody. And that's why it was very easy for us to team up with the Muslims during the struggle for multipartyism. There we had IPK. IPK was there. They refused to register it. But we were all the time together. And we said we will move together and we march together. When they refused to register IPK, we said we will run candidates under Ford Kenya. Omar Mwinyi there was our candidate for Changamwe. Fakihia was our candidate. Professor Rashid Muzei was our candidate in Mombasa. So our relationship go deep. I saw that the other day they were questioning. They're saying that Muslims voted for me too much, and next time they should vote the other side. But the time we were fighting with Muslims, those people were in YK 92. They were in YK 92. The time we were fighting for multipartyism here in this country. So we worked together. You've struggled together. Sometimes it's been difficult times, but we stood together. I was the first person to bring Buibui to Bunge. Mama Maria Matano. Maria Matano was nominated by NDP, the first Buibui woman in parliament, because of this relationship that we've had together. So we need to stick together and move together. And I'm sure if you stick together and move together, nothing will be difficult for us to achieve as a people. And that's why I don't want to go too long. Many people have already spoken. Steve has spoken about it. Martha has spoken about it. That there's this animal you're seeing in front here. We don't know whether it is male or it is female. That animal you're seeing. So how do we discover? Remove the pants. Toa the sava. Toa sava. Si tutoa suruali. Tutoa suruali. Jue kama ni kike au kiume, sio? Asanteni sana, Mungu awabariki. Niombe tusimame kwa maombi ya mwisho tukiongozwa na Shekhe Hassan. Shekhe. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni bora na ni sheria tushukuru kwa hii programu yetu ya leo. Kama tulivyoanza kwa wema, Mwenyezi Mungu ametuhitimisha kwa wema.
na ni muhali sisi tukimrudishia Mwenyezi Mungu shukrani kwa muda huu na saa hizi na msimu huu. Twakuomba Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi, mwenye kutupatia kheri na fanaka, tubarikie haya yote tuliyofanya leo, yageuze yawe yetu kimatendo. Mwenyezi Mungu tubarikie Ramadhani yetu, saumu zetu, amali zetu. Na viongozi ambao waliokusanya hapa, Mwenyezi Mungu wajalie na watakabalie amali zao na azma zao, hasatan za uongozi. Maana Mwenyezi Mungu umetuhimiza katika Qur'ani zaidi ya mara 7 aya katika masuala ya uongozi. Twakuomba wabarikie, wafungulie, wape nguvu. Wakizidi kutuelekeza vizuri na sisi tutakuwa tumesalimika. Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, ya Rabbana, ya Aziz, ya Ghafar, ya Qawi, ya Matin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Dhal Quwwati al-Matin, ya Jabbar al-Anid, ya Dhal Quwwati al-Matin. Allahumma akrimna wa la tahimna wazidna wa la tanqusna ya Rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asante. Tuwaruhusu viongozi wetu kuondoka. Mwendo wa aste aste, mkono wa rehema na neema uwe juu yako sasa na siku zote za maisha yako. Asante.